Wetu Askofu Pastor Mwai, ndugu viongozi wote na wananchi wa hapa na Wakristo wenzangu, kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu kwa kutupa nafasi na kibali tuwe leo kanisani hapa Jesus Winner. Nimefurahi. Siku zote nikija hapa Jesus Winner nabarikiwa kibao. Asanteni sana kwa ushirika wenu, undugu wenu na kwa kuniombea na kuombea taifa letu la Kenya. Safari hii tulianza kwenye madhabahu haya na Mungu amekuwa mwaminifu. Tulipomwomba hapa Mungu akatupatia nafasi, na mimi nawashukuru sana wana Jesus Winner na kushukuru sana rafiki yangu Askofu Mwai kwa kuwa rafiki wa kweli. Kuna marafiki wengi na kuna marafiki wa aina zote, lakini kuna rafiki kuliko ndugu yako. Nasema asante sana my brother Bishop Mwai kwa ile kazi yote unafanya katika taifa letu la Kenya. Leo kwa sababu tumefika hapa kanisani, nitakuwa tu mfupi wa maneno. Kwanza nitoe shukrani zangu nyingi na niseme ya kwamba katika maombi yenu mulinifikishia ya kwamba ile maneno ya ardhi ambayo ilikuwa na matatizo kidogo hapa, mukaniambia ya kwamba tunataka hiyo matatizo itatuliwe, na kwa sababu muliniombea na Mungu akanipatia mamlaka ya kuwa rais wa Kenya, hiyo mamlaka mulioniombea nipate ndio imetuwezesha leo tutaanza kujenga kanisa lenu pale mahali ambapo mmenunua ardhi. Nilitoa amri kwa Ministry ya Lands, wakafanya sehemu yao, na kwa sababu mimi pia ni amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya Kenya, nikawaambia watu wangu wa jeshi kwamba mahali pale ni mahali patakatifu na pale patajengwa kanisa. Na kwa hivyo nasimama mbele yenu kusema, mbali na kupatikana shamba pale, mimi nitashirikiana na nyinyi tujenge kanisa pale pamoja. Nawashukuru sana, mumeniuliza mambo machache. Mumenieleza ya kwamba ili kanisa likuwe vizuri pale nituwe na barabara. Na mnajua mimi naelewa mambo ya barabara sana. Asanteni. Sasa Jesus Winner, kama mnaona mimi najenga ile barabara mrefu kilomita 750
Hii yenu ya mita 500 itanishinda kweli? Bwana Yesu asifiwe. Basi hiyo barabara ya kwenda kanisani pale, askofu na waumini wa hapa Jesus Winner, consider it done. Asanteni sana. Ya pili, mimi I am very proud of this church. Kwamba mumeamua, kwa sababu mnajua changamoto tuko nayo kubwa sana katika taifa letu la Kenya. Ni vijana wetu wengi wamemaliza shule lakini hawana ajira. Si ni kweli jameni? Na ajira lazima ipangiwe. Haiwezi kupatikana tukiholela. Na ndio tuko na mipango karibu mara 4 kama serikali ya kusaidia kupatikane nafasi za ajira kwa vijana wa Kenya. Nashukuru askofu na kanisa hii kwa sababu mumechukua moja kati ya hizo, mukasema hawa vijana wa kanisa hii na wengine mutawasaidia training, mumewapeleka hata wamejifundisha malugha zingine ndio waweze kushiriki katika mpango wa serikali ile inaitwa export of labor. Wale watakaofanya kazi Marekani, Ujerumani, Ufaransa and many other places. Na kwa sababu mnanisaidia katika kazi hiyo ya kupanga ajira ya hawa vijana, Wednesday Wednesday. Sawa sawa. Kwa Kiswahili Jumatano. Waziri Mutua atakuwa hapa na watu wake kupanga hawa vijana wa kanisa hili. Sawa jameni. Na kwa unyenyekevu mkubwa sana ningetamani kwamba maaskofu wengine wa makanisa mengine wangekuwa wanafanya vile askofu wa Jesus Winner anafanya. Ndio jameni, badala ya kunyosheana vidole za lawama, sisi wote tunaweza kuchangia katika kutafuta suluhisho la vijana wetu na yale mengine yote ya Kenya. I want in a very special way to congratulate the bishop and the leadership of Jesus Winner for picking up the responsibility of the young people of this church and preparing them so that they can be part of our export of labor and create opportunities for the young people of our nation. How I wish other bishops and other churches could do what Jesus Winner is doing. Being part of the solution instead of festering the problems. Tunaelewana jameni? So Mungu atawajalia kwa sababu your plan is good and you have my support 100%.
Jambo la tatu ambayo mmeniuliza, mimi nawaambia ndugu zangu watu wa kanisa la Jesus Winner, pale nyuma bima ya afya Kenya hii ilikuwa ya watu wenye ajira na watu wenye uwezo, lakini sio wote wenye ajira na uwezo. Mimi naelewa sana washirika wengi wa kanisa hili la Jesus Winner pengine hawana ajira ile ya kuandikwa kazi, ama pengine hata hawana uwezo mkubwa, lakini nimesema ya kwamba kila Mkenya sasa, awe na kazi asiwe na kazi, awe na uwezo asiwe na uwezo, atakuwa na bima ya afya, na wale ambao hawana uwezo wa kulipa, serikali ya Kenya itakulipia. Mnasikia ndugu zangu? Kwa sababu neno la Mungu linatufundisha ya kwamba tusiwasahau wanyonge, na hiyo ndio asma ya bottom up. Wale walio chini tuwainue, ili na sisi tulio na bima wao pia wapate bima. Ndio kila mtu akiwa mgonjwa aende hospitalini atibiwe, asiuze mali yake, asiuze shamba lake, tuweze kulipiana na bima ya serikali mambo yote ya matibabu ya Wakenya wote. And that is what we are working on, kwa sababu it is the biggest program tuko nayo kwa taifa la Kenya. Pengine itachukua muda ishike laini, lakini believe you me, it is going to work. Believe you me. Tumejaribu, serikali ya NAC ilijaribu because it's the right thing to do, haikufaulu. Tulijaribu kama Jubilee, hatukufaulu. Mimi nawaambia kwa mapenzi ya Mungu tutafaulu safari hii. Huyu askofu ametuambia it is not yet over. Si alituambia askofu huyu? Hata yule Abrahamu alikuwa miaka 100, lakini aliambiwa you will be the father of nations. Hakuona mwili yake, hakuona ile matatizo ilikuwa pale, hakuona mama Sara alikuwa amekuwa mzee sana, lakini aliamini Mungu. Tunaamini Mungu, Kenya hii itabadilika. Mimi pia nataka niwaeleze ndugu zangu watu wa Jesus Winner, huyu askofu wenu ni rafiki yangu. Mara nyingi ananiandikia message mrefu, wewe ni hivi na hivi, Mungu amesema ni hivi na hivi, simama imara. Saa ile karibu na zinzia ananiweka jeki, ananiambia mambo bado, Mungu amesimama na wewe. Bishop, I want to tell you thank you very much for standing with me as your friend. Na ndio sababu huyu askofu aliwaambia bei ya chakula itakuja chini, bei ya mafuta itakuja chini, dola itarudi chini. Wengine watu wengi hawakuamini, lakini Mungu ni nani, my friends? Mungu ni wa ajabu. Na bado si namna hiyo. Mimi nawaambia ndugu zangu watu wa Jesus Winner, yale Mungu ametupangia kwa kilimo, Mungu ametusaidia, ametupatia mvua. Kanisa hii liliomba na makanisa mengine, Mungu akatupatia mvua, tukawa na chakula. Mahindi ikakuwa kuzidi, sukari ikakuwa kuzidi, chai imepanda, kahawa imepanda. Mungu ni wa ajabu. Na mimi nataka niwaeleze ya kwamba tutazidi na kuzalisha kwa wingi, kwa sababu Mungu anapenda hivyo. Tumezalisha mahindi zaidi,
tumezalisha sukari zaidi, tumezalisha kahawa zaidi, tumezalisha majani chai zaidi, na mapato yetu imeongezeka. So we are trusting God for our nation. Na kwa sababu kuna watu walikuwa wametuwekea mitego mingi, kwanza mimi, mitego mingi, asipoangukia hapa ataangukia pale, asipoangukia hapa ataangukia pale. Mpaka leo ukisoma gazeti ya leo wanasema huyu Ruto ni mjanja. Mimi nawaambia, mimi si mjanja, ni neema ya Mungu, na kwa sababu namwamini Mungu, sio ujanja. Ati kwa sababu nimeruka mtego hii, nikaruka mtego ile, nikaruka mtego ile, wakasema eti mimi ni mjanja. Hapana, ni kwa sababu nafanya ile Ibrahimu alifanya, alimwamini Mungu. Hata kama mambo yalikuwa magumu namna gani, alizidi na kumwamini Mungu. And I am telling them, it is not what you are saying, it is God's favor upon our nation. Na watu wa Jesus Winner, mimi nawapenda sana, because you are patriotic about Kenya. Munaombea nchi yetu, munapenda taifa letu. Tunaweza kuwa na maoni tofauti hapa na pale, lakini Kenya hii ni nyumbani kwetu sisi wote. And Bishop Mwai, continue to pray for Kenya. It is our country. Continue to encourage the people of Kenya to love their country and to believe in their country. Jameni, we must believe in our country. We must believe in ourselves. And we must believe and love our nation as we trust God kutusaidia kupeleka nchi yetu mbele. Sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nitaketi chini na viongozi wetu wa Nairobi. Tumekubaliana, tuko na miradi mingi Nairobi hii ambayo inaendelea. Wiki moja hivi tutakuwa huku. Ijumaa hii kwa mapenzi ya Mungu tuna launch ile project kubwa ambayo itaajiri vijana zaidi ya 50,000 hapa Nairobi hii Ijumaa. Na tutashirikiana na viongozi hawa ili tubadilishe sura ya Nairobi. Nairobi nilisema ndio capital city ya Kenya. Haiwezi kuwa mahali pachafu. Haiwezi kuwa mahali ambapo watoto hawasomi. We must give the true face of Kenya using Nairobi, and therefore we are going to work with the leaders of Nairobi, from the governor, the members of parliament, MCAs, together to make sure that Nairobi becomes the true face of the Republic of Kenya. Namshukuru governor wetu Bwana Sakaja. Juzi walifanya makosa. Nikampigia huyu governor simu, nikapigia wale wengine masimu, nikawaambia sikizeni, haya mambo mtakoma. Na nashukuru governor aliomba msamaha kwa sababu ilitokea makosa, na it takes a courageous, strong leader to say I'm sorry. Governor, congratulations for apologizing. We must now pick up from there and move forward together. As a city, we build a strong city, we build a strong nation. Mwisho kabisa, najua nimelaumiwa mara nyingi sana kwa mambo ya matoleo kanisani. Nyinyi mnajua. Si mnajua hivyo? Lakini hii ya Jesus Winner hii, sindio? Sikizeni ndugu zangu wa Kristo. Wakati tunamtolea Mungu, hatumpatii binadamu. Sindio? Matoleo tunayotoa sio kwa sababu tunampatia Bishop Mwai. Hatupatii congregation hii.
tunampatia Mungu. Si ndio? Na mimi nimejaribu sana kutafuta kwa Biblia, na mimi ni msomi wa kiasi wa Biblia. Nimejaribu kutafuta mahali inasema ati ukimpatia Mungu unarudishiwa na askofu. Iko mahali? Nyinyi mumesoma? Si ndio jameni? Si tunampatia Mungu? Na wengine wetu, mimi nikiweko, I am a product of giving to God. And I am unapologetic about giving to God. And I do it on the firm foundation of the scriptures. So, Bishop, katika ujenzi wa kanisa letu hapa, mbali na mbali na ile yote tumesema, mbali na kupatiana title deed, mbali na kusema wanajeshi wasimame kando, mbali na kutengeneza barabara, si ndio? Mimi mwenyewe nitatoa milioni 20 kwanza. Ndio? Sawa sawa. Basi mutaanza kupanga hiyo maneno wakati unasemekana mnajenga. Alafu mimi nimekubali pia nitakuja tufanye harambee pamoja. Sawa, Jesus wina. Na hiyo harambee nataka mnisikize vizuri, si ndio? Nataka mnisikize vizuri. Na kwa hiyo harambee, vile huyu Kororia amesema, huyu Kororia alisema hapa, ako wapi huyo Kororia huyu? Alisema hapa iwekwe polling station hapa, ndio msichanganywe na watu wengine, ijulikane nani amesimama wapi. Na mimi kwa hiyo mchango ya kanisa, hata mimi nataka nipatiwe polling station yangu. Nipangane, ndio? Niende nipangane mimi na marafiki zangu. Nasikia Bishop? Niende nipangane mimi na marafiki zangu, tutafute milioni 100 tulete. Asanteni sana. Asanteni. Asanteni. Sikizeni. Sikizeni.
Asanteni sana. Nawaambia hivi, kanisa hii tutajenga ili tuweze kuwaibisha maadui wa taifa letu la Kenya. Yes. Mimi nawapenda sana. Mungu awabariki siku zote. Thank you very much.